anapofikia hatua ya kuja kukutaka wewe kimapenzi, inakuwa inatunyong'onyesha sisi wafanyakazi, sababu nakuwa sina uhuru, sina amani, kwa sababu wao wamenitaka kimapenzi, ameforce kufanya mimi mapenzi ndani mle. Pale tunapokutana mle ndani, mimi kama mfanyakazi, mimi mwajiliwa pale, nakuwa sina amani ndani ya moyo wangu. Muda wote nakaa roho ipo juu, kwa sababu unakuta kile kitendo kimefanyika pasipo mwajili wa kike kufahamu. Na changamoto inapokuja kwamba utakapomuelezea mwajili wako wa kike sasa, yeye hawezi kukubali moja kwa moja. Itakuwa kwamba unamsingizia mume wangu, unahitaji kutuletea mvurugano ndani ya familia. Akija kugundua sasa ile baadaye, tayari mimi nakuwa nimeshaathirika kisaikolojia, na yeye hata kuwa na uwezo ule wa kuniweka mimi chini na kuongea mimi taratibu, nikamuelezea ilikuwaje, iliendaje, bali yeye atakuja juu na kupaniki na kunifukuza mimi kwa hasira. Lakini mimi tayari nakuwa nimeumia, nimeathirika kisaikolojia. Kwa hiyo inatufanya sisi wafanyakazi wa ndani tunaogopa muda mwingine tena kwenda kufanya kazi sehemu nyingine, kwa sababu unakuta utapata kazi sehemu nyingine hata kama yule mwajiri wa kiume hatofanya vile, lakini kwa sababu kilikutokea na hukupewa uhuru wa kusikilizwa, kujieleza. Kwa hiyo inakuwa inaleta changamoto na maumivu kwa namna moja au nyingine, ambapo mpaka upate mtu wa kuweza kukaa naye kumweleza akaweza kukuelewa ili kukurudisha kwenye mstari ulio sahihi. Wito wangu mimi kwa waajiri, napenda kuomba sana wawe makini kwanza wanapotafuta wafanyakazi, wajue mfanyakazi anatoka wapi. Hicho ni kitu cha kwanza, kwa sababu waajiri wengi wanaletewa tu wafanyakazi. Ni mimi nimechukuliwa, tutolee mfano, ni wewe hapo, labda mke wako anahitaji mfanyakazi, kakutana na rafiki yake apiga simu, mfanyakazi kaja. Mfanyakazi yule analetwa, haufahamu nyumbani kwao, haufahamu ana changamoto gani, analetwa unaishi naye, lakini kuna changamoto sasa ndio kama hizo zinatokea. Bahati mbaya sisi binadamu tunatembea na mawili, kuna magonjwa, kuna mauti. Inatokea bahati mbaya anafariki yule mfanyakazi, unapa kumpeleka. Ukija kumtafuta yule aliyekuletea, anakuambia mimi naye nilitumiwa tu na mtu mwingine. Kwa hiyo ile changamoto tayari unajikuta wewe umebeba mzigo ambao hujui ni wapi pa kupeleka. Na familia yake ikija kuja sasa, mfano wakijua, unakuta wewe unabebeshwa mizigo mingi na lawama nyingi, kwamba wewe mtoto wetu ulimfanya nini, lakini kumbe wewe familia ulikuwa uifahamu. Lakini kingine tunaomba waajiri wajitahidi sana 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 kuishi vizuri na wafanyakazi wao, na wajitahidi kulipa mshahara kwa wakati, kwa sababu unapotoa mshahara kwa wakati, sidhani kama hizo changamoto zinaweza zikatokea, sababu mtu anapofanya kazi